Sisi tumekutana hapa ili tuje tuombe dua. Tumwambie Mungu yeye ndo awe sehemu ya ule uchaguzi. Mungu na aamue kile ambacho kitakuwa kwa ajili ya mtakabali wa taifa letu la Tanzania. Lakini jambo la pili ambalo tumekuja nalo sisi viongozi wa dini, kuliombea taifa letu. Tunahitaji amani idumu katika taifa letu. Taifa la Tanzania ndio taifa pekee ambalo amani imeendelea kudumu. Sisi viongozi wa dini tunalo jukumu kubwa tena kuiombea taifa letu amani, kuiombea mipaka yake, na hasa katika ujumla sisi tuna nafasi kubwa mbele ya Mungu kuombea taifa letu amani ya Tanzania iendelee kudumu. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Watu walioitwa kwa jina la Mwenyezi Mungu wakienda mbele za Mungu, kunyenyekea ni kuomba rehema, kwamba tunaiombea rehema nchi yetu ya Tanzania. Kunyenyekea ni kutambua kwamba kuna Mungu anayeweza kutusaidia, kuna Mungu anayejibu sala na maombi. Alafu nyingine anasema wakaacha njia zao mbaya. Mungu anasema ataiponya nchi. Anaposema kuponya nchi, tafsiri sahihi hapo ni kwamba watu wanaoishi katika nchi watapata rehema za Mungu na nchi ile itakuwa na amani. Lakini pia andiko la pili hilo nalinukuu katika waraka wa Timotheo wa pili, wa Paulo mtume kwa Timotheo wa pili, sura ile ya pili mstari wa pili, anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombi yafanyike kwa ajili ya wafalme na kwa ajili ya watu wote, ili tuishi maisha ya amani. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa wema, baraka na fadhili zako nyingi sana. Umetupa fursa na nafasi hii ya pekee katika mkoa wetu wa Manyara, lakini katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko mbele zako Bwana. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania na mipaka yake. Wazo lolote lile linaloweza kuhatarisha amani, Mungu wetu, tunasimama kinyume nalo. Maneno yoyote yanayoweza kuwa ya uchochezi na kuhatarisha amani, hayo tunayaondoa na tunayafuta kwenye akili za watu na mioyo yao na nafsi zao. Matendo yoyote yanayoweza kuhatarisha amani ya nchi hii, Mungu, hayo pia tunayakataa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awali yote mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukawa binadamu ambao ni kiumbe bora kuliko kiumbe mwingine yote yule, na tumependelea upendeleo mkubwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwambia Mwenyezi Mungu kwa hili asante sana. Ya Rabbi, tunajiweka katika mikono yako. Mungu, tunakuomba kwanza tujalie sisi sote kila la kheri, lakini kubwa zaidi ni hilo linalotuelekea hapo mbele, ambalo ni swala la tarehe 29, swala la uchaguzi. Mwenyezi Mungu, tumekuja kwako ili utuelekeze maamuzi yaliyokuwa sahihi, na lengo kubwa ya Rabbi ni kukuomba uwateue watu ambao watakaoisimamia amani iliyoko hapa nchini. Neno la Mungu linasema amani na haki ndio tunu ya taifa letu, na bila hilo hatutaweza chochote. Na katika kitabu cha Tito mlango wa 3 mstari wa 1, watu wakitii mamlaka na kuwa tayari
kwa kazi njema, uchaguzi utakuwa na amani na furaha, na kwa maombi nchi yetu itakuwa salama, taifa letu litakuwa salama, uchaguzi utavuka salama, na Mungu atatuchagulia yule amtakaye. Kitabu cha Mithali 18:18 nasema hivi, kura hukomesha maneno. Watu watatulia tu, Mungu atafanya. Sema ni amen. Lengo kubwa ni kuelekeza waumini wetu kwamba tarehe 29 tunakwenda kufanya nini pale kwenye uchaguzi. Tuwe makini kwenye uchaguzi. Najua maaskofu, wachungaji, mashehe wanajua taratibu. Mungu ameelekeza nini juu ya kupata viongozi. Hakuna kundi lolote lisiokuwa na viongozi. Wanapatikanaje? Lazima utumie demokrasia ya haki, watu wakapiga kura. Lakini kikubwa basi sisi tukatumia demokrasia ya kweli kuhamasisha waumini wetu kwa kupiga kura. Hili ndio jambo kubwa. Kwa sababu kuna mambo mengi yanayoletwa na watu wengine watishiwa na nini, lakini serikali yetu imetweka wazi kwamba siku hiyo hakutakuwa na shida yote. Ni watu waenda kupiga kura. Si ndio jamani? Lakini sisi viongozi wa dini, nini tufanye ili watu wakapiga kura? Maana mbaki siku moja. Tukawaambia watu wetu, jamani wetu leo tukapiga kura. Ni wito wangu pia kwamba kila anayekwenda pale akiwa mgombea arizike na matokeo, na tunahitaji pia haki itendeke katika kila eneo la uchaguzi, ili kwamba mtu atoke kile atakachopata arizike nacho. Aliyeshinda arizike, aliyeshinda aendelee na mema ya nchi. Lakini jambo la pili kwa wapiga kura wote ni kujitokeza, maana bila sisi kutoka kwenda kupiga kura hatuna mgombea ambaye atatokea bila kura yetu. Kura yetu ndio maamuzi yetu na ndio hatima yetu.